Baada ya Kenya kujitenga na minyororo ya wakoloni, kwa mara ya kwanza Wakenya walijihisi kuwa huru. Wasilokuwa wakijua ni kwamba kizazi kipya cha wakoloni weusi, ambao ni mabaya zaidi ya wakoloni weupe, walizaliwa. Wakoloni hatari kwa usalama hata zaidi ya makaburu. Pindi siku zilizozidi kusonga, waliokuwa wakijaribu kuikosoa serikali walijipata kubanwa. Kwa kuonyesha makali yake, mauaji ya kwanza ya kisiasa yalitekelezwa pale mwanasiasa Pio Gama Pinto alipopigwa risasi nje ya nyumba yake. Mauaji hayo yalifungua ukurasa wa mauaji mengine ya kisiasa kama yale ya JM Kariuki, Tom Mboya, miongoni mwa mauaji mengine ya kutatanisha. Kijana kuwa mwanangu, jione dunia ina mambo. Lao siku ya sikiza, sasa mimi najuta, kweli najionea dunia ina mambo. Walinambia kijana, jihadhari na walimwengu, hao walimwengu si wazuri kwako kijana. Lao siku ya sikiza, sasa mimi najuta, Februari 31 mwaka 1990, mwili wa aliyekuwa waziri wa kigeni Daktari Robert Ouko ulipatikana umetupwa na kuchomwa, ukiwa una majeraha ya risasi kichwani, mguu wake wa kulia kuvunjwa mara 2 na mwili wake kuachwa kuteketea katika mlima wa Gotalila, kilomita 2.8 kutoka kwa boma lake huko Koru, Muhoroni. Bastola yake ilipatikana kando yake pamoja na mitungi za mafuta na kitambaa kilichokuwa na damu kama mojawapo ya kuonyesha kuwa Ouko alijiua. Tukio hili lilisababisha wingu la giza kutanda, huku Wakenya wakionekana kujawa na mori. Kachero kutoka Uingereza kwa jina la John Trun alipewa majukumu ya kufanya uchunguzi, huku aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani marehemu Hezekiah Oyugi na aliyekuwa kamishna wa polisi Philip Mule Kilonzo wakipewa majukumu mazito ya kuwakamata waliotekeleza mauaji hayo. Majina ya watu mashuhuri wakiwemo Nicholas Biwott, Hezekiah Oyugi na rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi yalianza kutajwa katika uchunguzi huo. Uchunguzi ulioishia bungeni pale wabunge walipoitupilia mbali ripoti ya mauaji ya Ouko kwa madai ya ushahidi butu. Licha ya juhudi za Kachero John Trun na ushahidi wake, kesi ya Robert Ouko ilitupwa katika kaburi la sahau.
Wengi wa wale waliotoa ushahidi au kutajwa kuwahi kuzungumza na marehemu Robert Ouko walianza kutoweka mmoja baada ya mwingine. Waliosalia kutokana na hofu walionekana kuogopa kuchangia katika uchunguzi huo. Huku siku zikizidi kupereji, aliyekuwa kamishna wa polisi Philip Mule Kilonzo alionekana kujua mengi katika pilka za uchunguzi wake kama kinara wa polisi. Kulingana na msimamo wake mkali, Philip Kilonzo alianza kuonekana kama tishio kwa waliohusika na mauaji ya Robert Ouko. Kilonzo alianza kuwa msiri na hata kudinda kukutana na mtu yeyote yule nje ya ofisi yake, kwani alihisi kuwa maisha yake yamo hatarini. Alianza kuangalia mienendo yake na kuwa makini zaidi, licha hata kutafutwa na mwanasiasa mmoja mashuhuri kwa mazungumzo ya faragha. Baada ya kuhudumu kipindi chake kama kamishna wa polisi, Philip Kilonzo alistaafu. Kustaafu kwake kulifungua ukurasa mpya na mwanya wa kumshambulia na kumwangamiza kabla yeye kutoa ushahidi wake dhidi ya mauaji ya Robert Ouko. Kutokana na mafunzo aliyoipata ndani ya idara ya polisi, maadui zake walipata kibarua kigumu cha kumwangamiza, kwani kila mara wakijaribu, Philip Kilonzo alikuwa macho na kuepuka mitego zao. Julai tarehe 29 mwaka 1997, Philip Mule Kilonzo na dereva wake wa miaka 17 Peterson Tumbo, akiwa amejihami na bunduki aina ya shotgun, walielekea Matu, mahala ambapo Philip Kilonzo alikuwa akiendeleza ujenzi wa hoteli yake ya kifahari kwa jina la Matu Ndalas Hotel. Baada ya saa 2 hivi, wawili hao walifika katika hoteli hii. Kama ada yake, Philip Kilonzo aliingia katika mojawapo ya baa hii yake kwa jina la Station Bar kujiburudisha na kinywaji chake cha aina ya White Cup na nyama nusu kilo, huku akikagua mradi wake. Ndani ya baa hii kulikuwemo watu wengine 5. Wa kwanza alikuwa rafiki yake kwa jina la Mwanzia, wahudumu 2 wa baa kwa jina la Malibani na Ndunge, pamoja na watu wengine 2 wasiojulikana. Kilonzo na rafiki yake Mwanzia waliendelea na gumzo, huku Kilonzo akizidi kubugia kinywaji chake. Dakika kama 10 hivi, Philip Kilonzo aliitwa nje kupokea fahali iliyotolewa na rafiki yake Kansela Kilonzo Kathiru kama zawadi ya harusi ya msichana wake aliyeposwa. Kilonzo alitoka nje na kupokea zawadi hiyo.
ya baa hii, idadi ilisalia na kuwa 4. Baada ya muda mfupi, Philip Mule Kilonzo alirejea kuendelea kujiburudisha na rafiki yake. Dakika moja baadaye, jamaa aliyekuwa makini katika maisha yake alifanya kosa moja kuu, kosa lililosababisha kuuawa kwake, kosa la kunywa kinywaji alichokiacha. Philip Mule Kilonzo alijihisi kuwa nyumbani na fikra za kuuawa ndani ya boma lake hazikumjia. Kwa wakati huo, Kilonzo alihisi kuwa nyumbani na kuwepo kwa rafiki wake wa karibu kulimpa huru wa kuacha kinywaji chake pasi na kujali. Kwa mujibu wa familia ni kwamba kuwepo kwa jamaa mwingine mmoja ndani ya baa hiyo huenda ndiko kuliashiria yeye kutiliwa sumu. Philip Mule Kilonzo alirejea na kubugia punde tu baada ya kubugia. Kilonzo aliteta kuhusiana na ladha ya pombe yake. Nikimnukuu, aliuliza, hii pombe ina ladha tofauti, umeifanyia nini? Mwisho wa nukuu. Kabla ya hata kujibiwa, Kilonzo alianguka chini kwa mshindo na kuzirai. Kamsa zilisikika huku dereva wake akimwondoa hapo kwa usaidizi wa waliokuwa hapo na kumkimbiza katika hospitali ya Matuu Nursing Home. Akiwa njiani, Philip Mule Kilonzo aliaga dunia. Mwili wake ulilazwa katika kitanda hiki. Habari zilienea kote huku polisi wakizingira hospitali hii kuzuia maelfu ya watu waliokuwa wamejazana humu kushuhudia tukio hilo walilolitaja kama mauaji yaliyotekelezwa na serikali. Just the mere fact that he died under mysterious circumstances and yet he was investigating the Ouko murder, that alone cannot make us conclusively say that he was murdered because of the Ouko murder or the findings that he had. Absolutely, we cannot tie any ends to that particular fact. To the bare eye, it will look or appear as a mistake. But then again, remember, the police commissioner or whoever he is, this is a human being, and he's subject to what you'd call the normal happenings of a day. The mere fact that he either stepped out for a second and the drink was laced or poisoned, that will have been the human error he made. So you'd say that it was a human error, but then again you'd say this is a police officer, someone who's well trained, someone who's supposed to be alert 24/7. So him or the total appearance that he left his drink unattended in a bar or wherever he was would sound that whoever was trailing him, if at all there was anyone who was trailing him, must have been very accurate and they knew what exactly they were doing. But in the absence of any other fact, you just say maybe it was a normal human occurrence. Patients when they come,
they are brought here. Yeah, the couches. When he was already dead. Yes. He was already dead. He was already dead. These are the station room. Yeah. So ulikuwa unamfahamu au ulikuwa rafiki yake? Bado nilikuwa namfahamu kama commissioner of police. Yes. Okay. So when he was brought in, the daktari alimuona, he was already dead. And therefore we didn't do anything because he was already dead. So what happened baada ya amekufa? Body ilichukuliwa kwa kama ilikuwa. No, after we found that he was dead, the police were involved. They were involved. The OCS, the local DO, it was decided that the body be taken to Nairobi. Yes. And it was taken to Nairobi. After how long? Before the 9 o'clock. Na ile wakati alitoa hapa amekufa ni saa ngapi? It was about 7. Alikuwa mtu wa aina gani? Mtu wa watu? Alikuwa mtu wa watu kabisa. Yeah. Commissioner Kilonzo alikuwa mtu wa watu kabisa. Yes. People liked him. And thought he was respect, including myself. Yeah. He's very sociable. Na mtu wa matendo. So personally, ulisikia amekufa wewe mwenyewe binafsi? How did you feel? Well, I felt I didn't like the thing. It's not that wrong. You get that feeling that your friend had been kufa. Because it's somebody I knew for a long time. So inaingilia mtu. Yes. Even daktari aliona yeye na alikuwa anaitwa Mnyasi. Formerly from the military. But I think he has since died. Doesn't work here. He worked here for a period. He was certified in things. Kind of Africa. Sometime last year he died. Yes. But we took him to Nairobi. The mortuary. When we were here with the OCS and the local DO, we informed the then commissioner of police, then Wachira, I remember Mr. Nangan Wachira. So we met them at the funeral home. So he went as far as here. Here. No, not. He didn't go any. We got a mob, but of course we didn't put him in a mob. Because there's no point of doing that. Since he's a very established person, then of course this place the following day will be crowded with people. So we thought the best thing is to transport him to Nairobi. Me, Nadio, and his relatives. The OCS was left behind, but he gave us security. One of the police people. Yes. Muda mfupi baadaye mwili wake ulichukuliwa na kusafirishwa hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee hapa Nairobi. Ukurasa wa shahidi wa mwisho wa marehemu Daktari Robert Ouko ilifikia kikomo, lakini kukamilisha ushahidi huo, maandalizi kabambe dhidi ya waliokuwa kwenye baa hili wakati wa tukio hilo liliandaliwa. Wote waliokuwa kwenye baa hii walikufa katika njia isiyoeleweka, kama mojawapo ya kufuta nyayo za ushahidi wa marehemu Daktari Robert Ouko. Wengine walipatikana wamekufa nyumbani na wengine nje katika njia zisizoeleweka. Licha ya upasuaji kufanywa na daktari mkuu wa upasuaji Jason Kaviti, hadi leo mna ripoti mahsusi kuhusiana na mauaji ya Philip Mule Kilonzo. Makumi ya watu waliotajwa katika uchunguzi huo, akiwemo rafiki wa karibu wa Robert Ouko, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Hezekiah Oyugi,
ambaye anadaiwa kutumiwa kama chambo cha kumwangamiza Ouko, naye pia alikufa katika njia isiyoeleweka. That is a crime you'd want to term as a calculated crime. It will not have been possible for someone to just move in and either shoot or do anything that will have a trail of evidence later on. But the mere fact that, say, poison is now opted, you'd logically conclude also that it's because it doesn't have a long evidence trail on what to follow up. I mean, once the tablet or whatever is dropped into the drink, that's it. There is no serialization of the drug or tablet. There is no serialization of who bought it from the chemist and so on. So it's becoming slowly being adopted as a means of eliminating people. Serikali ya Kenya itasalia na historia chafu. Historia inaozidi kumea pembe kila kukicha na kusababisha mauaji ya Wakenya wasio na hatia. Mohamed Ali, makala ya Jaramandia la uhalifu. Baba na mama waliniambia ewe kijana, kuwa mwanangu jione dunia ina mambo. Lao sikuyasikiliza, sasa mimi najuta.